Tutasoma, tutakuwa tunakwambia soma hapa. Hebu endelea kidogo, alafu tutakuwa nikikwambia soma hapa. Endelea kidogo kwanza. Na mambo yale uliyoyasikia kwangu mbele ya mashahidi wengi, hayo wakabidhi watu waaminifu watakaofaa kuwafundisha na wengine. Endelea. Ushiriki taabu pamoja nami kama askari mwema wa Kristo Yesu. Hakuna pigaye vita ajitiaye katika shughuli za dunia, ili ampendeze yeye aliyemwandikia au askari. Mstari wa 5. Hata mtu akishindana katika machezo hapewi taji asiposhindana kwa halali. Yampasa mkulima mwenye taabu ya kazi kuwa wa kwanza wa kupata fungu la matunda. Mstari wa 7. Yafahamu sana hayo nisemayo, kwa maana Bwana atakupa akili katika mambo yote. Mkumbuke Yesu Kristo aliyefufuka katika wafu, wa uzao wa Daudi, kama ninavyo Injili yangu. Amen. Nikomea hapo kwanza ili tutaendelea baadaye. Siku hii ya leo nataka kuongea mambo ngapi? 6, 7, 8 kutoka kwa hiyo mahali tumesoma. Tasoma mambo 8. Nikwambie, when fresh anointing is about to release, there is always a location. Elijah took Elisha to 4 different places before he could get anointed. Nataka kusema kabla ya Mungu alete mtu aweze kumwagiliwa mafuta ya kutosha, kuna hatua 4 akaenda ili kwamba akaweze kutoshelesha. Na dada wetu ameenda zile hatua. Hatua ya kwanza, Gilgal. Katika Yoshua 5:10, Gilgal. This stands for faith. Lazima uingie nafasi ya imani. Na huyu Elisha alipelekwa na Elijah katika hizi sehemu zote. Sehemu hii ya kwanza ni imani. Lazima mtumishi awe na imani itakaye mfungulia mlango ulio mbele yake. Haleluya. Amen. Hiyo ni hatua ya kwanza. Na iko hapo katika Yoshua. There is a place where the man sees an Israelite and to live by faith depending for God when they are going to Canaan. Hapa ni mahali ambapo ile mana wa Israeli walikuwa wanakula ilifika mwisho, sasa wangemtegemea Bwana. Kwa hivyo imani. Nayo katika safari hii dada wetu Sara, utategemea Mungu kwa imani. Imani yako itakuwa ndio kitu cha kukuonyesha njia ili kwamba ukaweze kufaulu sana. Hatua ya pili, Bethel. Katika Genesis 28 verse 10, it stands for sacrifice. Jacob encountered God here until he died to self. Hapa ni mahali ambapo unajitoa kama dhabihu. Yes. Yakobo alijitoa akawa kama dhabihu, na ili kwamba Mungu apate nafasi ndani yake. Akafa self. Utu ukatoka ndani yake, Mungu akapatikana. Haleluya. Kwa hivyo hiyo ni hatua ya pili, sacrifice. Katika huduma hii kuna kujitoa. Kuna ujitoe kama dhabihu. Na kuna kujitoa kwingine ambao kutakuumiza. Lakini lazima ujitoe, uwe Bethel, ungangane na shida nyingi, matatizo mengi, mpaka Mungu aweze kuzungumza na wewe na uweze kuendelea. Hatua ya 3, Jericho. Yoshua 5:13. This is a place of war. This is where you are, and this is the place where fierce battles are there. You are rejected and you lack. Hapa watumishi wa Mungu huwa wanafika, ni mahali pa vita. Watu wanakupiga vita, watu wanakuonea, watu wanakukataa, watu wanaona haufai, watu wanaona wewe sio hapa, heri mwingine sio wewe, haujakamilika. Watumishi wote wa Mungu lazima wapelekwe Jericho. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Lazima wapelekwe Jericho. Na Jericho ni mahali pa
watu wengi wanaona wewe haufai. Ni mahali pa vita, unapigana vita, lakini ukisikia maagizo ya Mungu, ukuta wote wa Yeriko utaanguka chini, na wewe kama mtumishi utapata ushindi. Pigia Bwana wetu makofi mahali Mungu. Kwa hivyo watumishi, kuna vita, kuna watu watakudharau, watu hawatakuona, hata kusema wewe ni mzuri, wewe ni mzuri, wewe nafurahi ya kwamba nilipatana na wewe nini. Wengine watakudhihaki, wengine wataona haufai, wengine wataona huduma yako ni kama haijakamilika. Tia bidii, endelea, na Mungu atakuwa na wewe. Amen. Haleluya. Mungu atakuwa na wewe. Na ya mwisho, Jordan. This is where God is taking you to. It is a place of divine visitation. Wafalme wa pili 2:9. Jordan ndio Mungu amekupeleka sala. Here is where God, sasa ulipita ya kwanza ya imani, ukawa na imani, ukaja ya pili ukajitoa kama sadaka, ukaja ya tatu ukapigana vita ukashinda. Sasa Mungu wetu anakupeleka Yordani. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Kituo cha 4. Watumishi wote wa Mungu wanaenda pale. Hapa ndio Mungu anakutembelea. Kuna divine visitation. Here Elijah God above portion. Yes. Elijah sasa anapewa nguvu maradufu. Ndiyo. Na wewe tangu siku ya leo Mungu atakupatia nguvu maradufu. Amen. Amen, amen. Amen. Maana umefika kituo hicho. Ulitoka kituo cha imani, ulitoka kituo cha sacrifice, ulijitoa muhanga, kazi ya Mungu isimame. Ulienda kupigana katika Jericho, watu wakakupiga, watu wakakuonea. Huko tu hapa ungali unaendelea. Praise the name of the Lord. Amen. Jehova anakupeleka Jordan, mahali ambapo ni double portion. Yes. Utatoka hapa siku ya leo na nguvu maradufu katika jina la Yesu. Kwa sababu ya kuvumilia kwako. In Jesus mighty name. Amen. Sema amen. Amen. In Jesus mighty name. Amen. Kwa hivyo njia hizo 4 usije ukasahau. Twende sasa katika Timotheo wa pili 2. Number 1, maana nimewaambia kuna mambo 8. Nitasema hapa. Na jambo la kwanza, he must be strong. Hebu tusomee hapo moja. Basi wewe mwanangu, wewe hodari katika neema iliyo katika Kristo Yesu. Amen. Uwe hodari katika neema ambao iko ndani ya Kristo Yesu. Haleluya. Amen. Uwe hodari. Kwa hivyo kama Mungu wetu atakutumia kwa njia ya ajabu siku za usoni, dada yetu Sara, uwe dada mwenye nguvu. Be strong in Jesus name. Amen. Hata kama kuna vita, hata kama kuna matatizo, hata kama kuna nini ama nini kimetokea, uwe dada wa nguvu. Amen. Uwe askofu wa nguvu. Amen. Haleluya. Be strong. Kuna mtu mmoja anaitwa Proloi, Pastor Proloi pale kwetu. Aliambiwa asiende mahali Kajiado. Hapa Kajiado ndio ina boda Tanzania, hapa na Manga tu. Akaambiwa kuna mahali akifika pale kuna wachawi watamuua kabla hata ahubiri. Na kuna witch doctor. Namwita nani? Mganga wa kienyeji. Haleluya. Kuna mganga wa kienyeji akijua umefika pale kwa Injili atakuua kabla uhubiri. Akaambiwa vile. Proloi, Pastor Proloi akasema, mimi Mungu wangu ni mkuu kuliko waganga na kuliko madaktari wa kienyeji. Kwa hivyo akaenda mahali pale. Watu wakamwambia, usiende, sisi tutakaa mbali tukuangalie ukifa. Maana utakufa. Wengi wameenda pale wameadhirika. Wengi wanatoka pale kichwa imeruka. Na wewe sasa, na ni mtu mzuri, utaenda pale uje kichwa imeruka. Sisi tutakaa mbali maana hatutaki kuruka kichwa. Sasa wakawa wamekaa mbali waone Proloi akihubiri. Akafika pale na imani ya Bwana, maana mtumishi wa Bwana wote ambao Mungu atamtumia lazima awe strong. Yes. Praise the name of the Lord. Amen. Na hatishiki na chochote. Si mapepo, si watu, si nini.
Hakuna kitu kinamtisha. Yes. Bwana asifiwe. Akaenda pale akahubiri. Siku ya kwanza watu wako pale ng'ambo wanaangalia, waone Kurunoi akianza kwenda round na kujipigisha chini na kuchukua mavazi akiyawekelea kwa kichwa na kufunga akiwa mwenda wazimu. Lakini sio hivyo. Akamaliza, mtu wa kwanza kuokoka alikuwa daktari wa kienyeji. Amen. Asifiwe. Amen. Yule ambaye aliambiwa atamfanya awe mwenda wazimu ndiye aliokoka akiwa wa kwanza. Amina. Nataka nikwambie hivi siku ya leo tumeitwa na Bwana tuwe watu wa kitaifa. Amen. Tuende kwa mataifa. Amen. Na tuwe watu wa nguvu. Amen. Tuende tuhubiri watu. Yes. Na hakuna nguvu zote zitatushinda. Amen. Nguvu zote. Tuna nguvu kutoka mbinguni. Tumeitwa na Mungu mbinguni. Mungu wa mbinguni yani. Ili kwamba tuhubiri Injili wakati ufao, wakati usiofaa. Praise the name of the Lord. Amen. Akaokoka wakati watu waliona huyo ameokoka. Na ndio alikuwa ametisha watu wengi. Kijiji chote kikaja kikapiga magoti. Yes. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Kanisa likaanzishwa pale. Nataka kukuambia hivi siku ya leo, mahali watu wenu hawakufika, utafika. Amen. In Jesus mighty name. Amen. Wewe utafika katika jina la Yesu. Amen. Hata wengine mtaingia kwa ndege. Utaingia kwa ndege. Enda uchukue passport ikae kwa mfuko. Ungojee muujiza wa Bwana. Praise the name of the Lord. Amen. Mimi nilienda katika pale East Africa School of Theology ya KAG pale, ilikuwa pale Nairobi. Tulisoma na watu wengi hapa wa hapa kwenu. Hata Askofu Ntekigwa wa KAG wa hapa tulikuwa tunasoma naye kule. Na wengine wengi. Sasa wako wa 80. Na mimi nikawa nawaambia, nilikuwa tuka kijana. Nikawaambia watu, mimi nitahubiri, nitaingia kwa ndege niende nihubiri. Watu wengi wakaniangalia wakanisema, sasa huyu hapa ni nani ataingia kwa ndege sasa? Hapa hata kwa hii darasa yote nani ataingia kwa ndege? Na nakwambia kwa sababu ya imani, ni mimi nilikuwa wa kwanza kuingia kwa ndege kwenda kuhubiri Injili. Praise the name of the Lord. Tutahubiri Injili na nguvu za Bwana zote. Kwa hivyo uwe hodari katika neno la Bwana. Mtumishi sana na watumishi wengine tuko hapa.